Leo nataka tukaweze kujifundisha himizo za maombi. Himizo za maombi. Ni vitu gani ambavyo vinapaswa vidumu vikituhimiza katika kuomba? Kwa sababu wakati mwingi tunaona watu wengi wanakosa msukumo wa maombi. Wengine mpaka wafanye kukumbushwa kuomba. Lakini kuna vitu ambavyo nataka tuviangalie leo ambavyo vitakusaidia wewe usingoje kusukumwa kuomba, bali vikuhimize katika kuomba. Kwa hivyo nazungumzia himizo za maombi. Maombi kwanza ni nini? Maombi ni wewe kumuhusisha Mungu maisha yako. Hiyo ndiyo maombi. Maombi ni wewe kumhusisha Mungu maisha yako kwa kila kitu. Hiyo ndiyo maombi. Unamuita Mungu katika maisha yako, unazungumza na Mungu kuhusu maisha yako. Hiyo ndiyo maombi. Sasa ni kitu gani kitatuhimiza kila wakati tumuite Mungu, tumuhusishe Mungu maisha yetu? Jambo la kwanza lazima tuelewe, sisi ambao tumeokoka tuna adui Shetani. Hilo ni jambo la kwanza uelewe. Mtu yeyote ambaye hajaokoka hana adui, na kama yuko tu kwa jina. Lakini mimi na wewe, kuna adui mkubwa aliamua vita na sisi tunapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nataka tuangalie vifungu, tumwangalie huyu adui na vile ambavyo tunaweza kumkabili ili tukatembee katika safari yetu ya imani. Na hii pointi ya kwanza au hii kitu cha kwanza cha kutuhimiza, hatukizungumzi ili tukaweze kuingia hofu, bali tunakizungumza ili tuwe na tahadhari na tujue jinsi ya kuwa washindi katika maisha haya mapya katika Kristo Yesu. Haleluya. Twende katika Ufunuo mlango wa 12. Tunaona adui ambaye anatangaza vita waziwazi baada ya kuwa amemuona Yesu Kristo amezaliwa, ameweza kuishi duniani, na tunamuona baadaye Kristo amepaa, ameenda mbinguni, na ukazaliwa kanisa. Na Shetani alikuwa ametamani haya mambo yasifanyike kabisa, lakini alishindwa. Na maandiko yanasema, nikianzia, hebu tuanzie huku juu. Tuanzie kifungu cha 7 mpaka 12, kwa sababu vita havikuanza hapa duniani ili usiogope. Haleluya. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Joka ni Ibilisi. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hiyo pointi ya kwanza nataka uelewe. Hakuna wakati Mungu amepigana na Shetani, kwa sababu wengine wanasema kulikuwa na vita na Mungu alipigana na Shetani. Hapana, ni Mikaeli na malaika zake waliteta na Ibilisi na wale ambao walikuwa wameungana na yeye. Inasema kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi,
akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati, mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Kwa hivyo kulikuwa na hivyo vita. Yesu alipozaliwa, tunajua Herode alitaka kumuua na akakimbizwa, na ndivyo tunaelezewa hii story vile kuliendelea. Akakimbizwa Misri na akakaa kule, baadaye akarudishwa. Kifungu cha 17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika Luka mlango wa 10, tuangalie pia Bwana Yesu anazungumza habari ya kuanguka kwa shetani. Luka mlango wa 10 kifungu cha 18 twende mpaka kifungu cha 20. Bwana Yesu anaambia wanafunzi wake, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kanisa hata kabla lianze, shetani aliteta na Kristo, alimuona Yesu Kristo. Unaona ajabu, nilikuwa naangalia ajabu moja. Bwana wetu Yesu Kristo alipozaliwa, si manabii walienda pale Yesu alipozaliwa. Tunasemekana azaliwa katika hori ya ng'ombe, na alipozaliwa tu, maandiko yanasema mamajusi kutoka mashariki. Hawa mamajusi walikuwa ni wachawi, lakini hayaandiki, lakini walikuwa ni wachawi. Ukisoma nasema kuhusu ni wachawi, watu ambao wanajua kutafsiri nyota, kwa sababu nyota zinanena. Hawa ndio watu wa kwanza waliingia, wakasema tunaona kuna mfalme amezaliwa. Haleluya. Kwa hivyo nakuta watu wa kwanza waliotaharuki katika ulimwengu wa roho kwa ujio wa Yesu duniani ni ulimwengu wa giza, ni mashetani. Lakini ajabu ni kwamba kwa sababu Yesu alikuwa ni mfalme katika ulimwengu wa roho, ilibidi watumishi wa Ibilisi wawe wa kwanza kwenda kusujudu mbele ya mfalme wa falme. Ikiwa bado Kristo ana mwili wa katoto kachanga, tunaona wachawi wa mashariki walikwenda katika hiyo huko mahali ambako Bethlehemu Yesu alikuwa amezaliwa, na wakafika pale, wakatoa dhahabu, wakatoa vitu vya maana. Ndio hapo tunaona umuhimu wa watu wanasema tunatoa mtoto nje, tumbariki, tufanye vile. Hata Yesu alifanyiwa mambo haya, lakini waliofanya hivyo si manabii, ni wachawi. Wachawi matajiri, maana walikuwa walitoa vitu vya thamani. Na tunaona maandiko yanatuambia shetani aliposhindwa kumuua Yesu, akaamua kufanya vita na wale ambao watamkubali Yesu. Pointi hii ya kwanza ninasema himizo za maombi. Sawa? Kabla uokoke, shetani hakuwa na shida na wewe. Alikuwa wewe ni mtu, anajua wewe ni mtu wake. Shetani alijua wewe ni wake na mnaenda nyote jehanamu. Angekutumia anavyotaka. Lakini baada ya kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaona shetani anatangaza vita na wewe. Anatangaza vita katika nyumba yako,
anaanza kutangaza vita katika ndoa yako, anatangaza vita pale umeajiriwa, anatangaza vita katika afya yako, mradi tu akuvunje moyo. Hii ndiyo kazi ya shetani. Lakini tunamuona Bwana Yesu naye anakuja, anasema nimemuona shetani anashuka kama umeme, na anasema amejaa ghadhabu. Kifungu cha 12 kinasema akiwa amejaa ghadhabu, anajua wakati wake ni mchache. Lakini Bwana Yesu akatupatia mamlaka na nguvu kuliko yeye. Hakumzuia, alimwacha, lakini sisi alituhami vilivyo, alitujaza na uweza wake. Haleluya. Kwa hivyo hii point nataka uelewe sana. Sasa tunapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kufanikiwa kwetu, kufaulu kwetu, ni lazima tuwe macho katika roho. Ni lazima tuwe watu ambao tunatulia katika maombi. Twende Petro wa kwanza mlango wa 5. Twende Petro wa kwanza pa. Petro wa kwanza. Tunaangalia tu kwa nini tukaweze kuwa watu wa maombi. Himizo za maombi, himizo za maombi. Kuanzia kifungu cha 8, Petro wa kwanza mlango wa 5. Inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi. Inarudi kule Revelation, mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani. Haleluya. Ninaomba tusiwe watu wa kuhimizwa na watu wengine kuomba. Nataka ndani yako tayari wewe kwanza uelewe unaishi dunia gani. Unaishi dunia ambayo shetani ana wivu nayo. Wewe umeajaliwa uzima wa milele. Tuko hapa, lakini majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu anatuambia hivyo. Shetani ana wivu, alipoteza nafasi yake nzuri ya uungu. Tena alikuwa ana vyeo vizuri. Sasa shetani ana wivu na wewe. Shetani anafanya bidii aone ni jinsi gani ambavyo anaweza kuzuia ili usiweze kufikia hatima yako ya uzima wa milele. Haleluya. Kwa hivyo kitu cha kwanza nataka uelewe, himizo la maombi mojawapo, na ni himizo zito. Unaye adui ambaye anapanga usifaulu katika kila kitu. Nakumbuka kuna mmoja tulikuwa mahali fulani, akasema mimi nimeokoka, na baada ya kuokoka watu wananipiga vita, nimekuwa na masumbufu mengi, hata kuna watu walikuwa marafiki zangu sahii wananiteta sana, na hata sijawakosea. Nikamwambia neno moja, ulimkosea shetani, na shetani ameamua vita, na shetani hatatokea kama shetani atatumia watu ambao wanaweza kutumiwa na yeye ili wakufrustrate. Tunatembea pamoja. Kwa hivyo wewe unanisikiliza, nataka uelewe hivi. Unapomkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwa unatolewa kutoka nguvu za shetani, unaingizwa katika nguvu za Mungu. Sasa kuna kuhitajika uwe macho, kuna kuhitajika uwe mtu wa maombi, kwa sababu ni katika maombi tunashiriki nguvu za Mungu za kutuwezesha kushinda nguvu za giza. Haleluya. Unamwona Paulo anatuelezea, ukienda katika Matendo ya Mitume mlango wa 26, maagizo ya Paulo aliambiwa hivi. Twende Matendo ya Mitume 26 kuanzia kifungu cha 16. Mtume Paul hapa anatokewa na Kristo na anainuliwa, anachaguliwa, alafu anaambiwa kazi yako ni hii. Angalia kifungu cha 16. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikuokoe na watu wako
na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Sikia verse 18. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Hii pointi ya kwanza nataka uichukue sana. Waefeso 2 nasema sisi sote tulikuwa katika huyo tukitawaliwa na nguvu za giza. Twende pale tena, tutasoma vifungu vingi leo. Leo nataka niwatembeze tu katika Biblia, tutembee pamoja. Waefeso 2 kuanzia kifungu cha kwanza kinazidi kuzungumzia vile ambavyo Mungu alimtuma Paulo akafanye, awatoe watu kutoka nguvu za giza awaingize katika ufalme wa Mungu. Na anasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Nasikia hiyo inasema tulifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipowatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Halafu kuna kuja mabadiliko mazuri. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya hai pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Wanaona kuna mapinduzi yalifanyika baada ya kuokoka kwao, na watu wengi wanakosa kuona ya mapinduzi kwa sababu yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Katika dunia hakuna watu ambao ni kero kwa shetani, hakuna watu ambao ni tatizo kwa shetani isipokuwa kanisa la Kristo, kwa sababu kanisa la Kristo ndilo pekee linaweza kunenea ufalme wa giza na kubadilisha ratiba zake. Sasa sisi ambao tumeokoka lazima tuwe na ufahamu huo ya kwamba sisi hatupaswi kuwa watu wa kulala. Inasema kesheni, muwe na kiasi na kukesha. Haleluya! Tuwe watu wa kuomba, watu ambao tunajua tuko hapa duniani ambako shetani yuko mahali fulani. Yesu anasema, Bwana, mimi nimeimaliza kazi. Ni mlango wa 17 wa Yohana huu. Anasema, Baba, mimi nimeimaliza kazi, lakini hawa wamo duniani, uwalinde na huyo muovu. Mimi simo duniani, lakini hawa wamo. Kwa hivyo hili jambo la kwamba tuko duniani na hii dunia ina adui shetani limerudiwa, likarudiwa katika maandiko. Sasa kwa sababu tunaishi mahali ambapo kuna adui shetani ambaye ameamua vita na watu walitajao jina la Kristo, mimi na wewe napaswa nisikumbushwe kuomba, nisikumbushwe kufunga na kuomba, nisikumbushwe kuja kwa ushirika wa wapendwa, kwa sababu lazima tuwe na hekima ya kumshinda. Haleluya! Lazima tukaweze kuelewa hivi vitu. Na unaona maandiko yanasema hivi mahali fulani. Turudi pale katika Ufunuo mlango wa 1 kifungu cha 5 na 6. Tulizungumza hii wakati fulani. Tunaangalia balance katika hivi vitu. Inazungumza kuhusu Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Tulizungumza hiyo wakati ule wa kwanza. Yesu anaitwa mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na anapokuwa ametuosha anatufanya
kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amen. Kwa hivyo nakuta mimi nikafanywa mfalme wa dunia yangu, wewe ukafanywa mfalme wa dunia yako. Si mfalme tu, pia tukafanywa makuhani. Kwa nini Kristo ametufanya wafalme? Kwa sababu kazi ya kushinda na kupinga mambo ya mashetani ni yako wewe mwamini, si ya Mungu. Mungu amemtuma Roho Mtakatifu tu atufunulie hekima za rohoni za kumshinda shetani. Tutazidi kuona huko mbele. Lakini kazi ya shetani, sisi ndio tunakemea shetani, sisi ndio tunafunga mipango ya shetani, sisi ndio tunaharibu kazi za shetani, na ndiposa tunaitwa wafalme, tena tunaitwa makuhani. Ndio tukasema sisi ndio final say. Haleluya. Kwa hivyo hii pointi ya kwanza nataka uelewe. Tunajifundisha himizo za maombi. Wewe mpendwa, ni wewe utawale dunia yako ya kiroho. Na hii dunia yako ya kiroho kuna adui shetani ambaye ameamua kuipiga vita. Kwa hivyo ili wewe ukaweze kusimama na ufaulu katika ulimwengu wa roho, lazima uwe mtu wa vita. Kuna mahali ile Mombasa inaitwa Mvita, yaani mtu wa vita. Lazima uwe mtu wa vita. Mathayo 11 kifungu cha 12. Mathayo 11 kifungu cha 12. Bwana Yesu anasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa saa hii ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ni jukumu lako. Ni jukumu lako kusimamia dunia yako. Ushawahi kuomba na kufunga ili nyasi zimee shambani? Bwana, naomba nyasi simee Bwana, nataka tu mimee. Hata ukaleta trakta ukalima, ukaweka ile hero, wajua unalima alafu unang'oa na unatoa nyasi zote, upande mimea yako, itakapomea kutamea na magugu pia. Sasa ni jukumu lako kulimia shamba lako ili uvune. Na katika maisha yako ya kiroho, ni kweli umeokoka, ni kweli umejazwa Roho Mtakatifu, lakini kuwa macho, limia maisha yako ya kiroho, kila magugu ng'oa. Na ndiposa Bwana Yesu anasema, nimemwona shetani akishuka kama umeme, lakini nimewapa. Ndio unaona kifungu cha mwisho cha point hiyo moja, nataka tuende Waefeso. Waefeso mlango wa 6 kuanzia kifungu cha 10 mpaka 18. Alafu tuende pointi ya pili, ina points 3 leo za kutuhimiza kwa watu wa maombi. Maandiko nasema hivi kuanzia Waefeso 6 kuanzia 10 hadi 18. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika nguvu na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Kwa hivyo kuna siku huwa uovu unatokea. Si kila siku, lakini kuna siku huwa uovu unatokea. Na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kifungu cha 18 kinasema, kwa sala zote na maombi
mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Haleluya. So prayer. Wacha hii point ya kwanza ikuhimize wewe kuwa macho. Hii point ya kwanza ikufanye wewe si mlegevu katika kuomba, kwa sababu adui yuko. Kama vile hata kama umeweza kuleta trakta imelima vizuri, imepiga hero vizuri na umepanda, ni lazima urudi shambani mpaka utakapovuna, kwa sababu usipofanya hivyo magugu yatazaa. Na the same way sisi tuliokoka tuelewe hivyo. Ingawaje tumesamehewa na Roho wa Mungu yuko na sisi, lakini yuko na sisi atuzaidie, atupatie hekima na nguvu za kumshinda huyo adui. Si kazi ya Roho kuteta na adui, si kazi ya Mungu kuteta na mashetani, ni kazi yetu sisi. Ndiposa tumefanywa wafalme, tumefanywa makuhani. Haleluya. Kwa hivyo nahimiza sana hiyo iwe nakumbusha kila wakati. Ukiona tofauti yoyote katika maisha yako, ukiona mnaita changamoto za maisha, lakini wakati mwingi tunaziita vita vya kiroho, inuka na ukabiliane navyo. Haleluya. Jambo la pili ambalo nilikuhimize katika maombi ni kulinda maono yako. Linda maono yako, lea maono yako kupitia maombi. Kabla mtu aseme ameoa au ameolewa na amezaa, huwa kuna mtoto ambaye kila mmoja anamzaa akiwa peke yake, anaitwa maono. Kila mtu huwa ana maono ya maisha, na maono ndio furaha yako ya maisha. Maono ndio furaha yako ya kuishi. Kama hauna maono, unakuta huna sababu ya kuishi. Maono ndio inakufanya unafurahia maisha, kwa sababu ulipanga kwamba utataka baada ya miaka 2 uwe umefanya hivi, unakuta mwaka umefika, umefaulu, unasikia unachangamka. Maono ni kitu ambacho unahitajika ukitunze, kikupe sababu ya wewe kuja kuomba, kwa sababu katika kila ufanisi ni kwa sababu maono yako kiwango fulani yamefaulu. Na baada ya kuwa umemkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, shetani hutaka kuteta maono yako, akupatie frustration ya maisha. Ndio unakuta watu wengine wanapokosa kuelewa hivi vitu, anakuta baada ya kuwa ameokoka, kama alikuwa na biashara vizuri, anakuta kunaanza kuwa na mikosi inasambaratika. Kama alikuwa na ndoa nzuri, unakuta kunaanza kuwa na sababu tu za kuweza kuona mambo sivyo. Unakuta alikuwa anaishi na jamii vizuri, unakuta sasa baba amemkasirikia, ndugu amemkasirikia, wale ambao hawakuokoka hawana haja naye. Pale kazini wengine wanapewa promotion, yeye anakaa hana promotion, yuko pale pale. Hiyo isikutatize. Shetani ameamua kuteta na wale walitajao jina la Bwana. Shetani ameamua kuteta na maono yako. Maono ni kitu cha maana sana. Kabla mtu aonekane anaishi kwa furaha, huwa anaishi katika maono yake. Na kama hauna maono ni uombe. Maana kama hauna maono umekufa nusu. Enda kwa wanasayansi na watu wa dunia, wanakuambia hivyo, na mimi najua ni hivyo. Mtu yote ambaye hana maono amekufa nusu. Mtu kamili ni mtu ambaye anaishi ndani ya maono yake. Haleluya. Lakini ukiishi hauna maono, ukiambiwa Yusufu tuende hivi, umeenda. Tukae hapa, tumekaa. Yusufu tuende hivi. Yaani washikwa hivi, alafu akutana na rafiki mwingine, many days bwana. Unamwambia Bwana Dominic, nimepeza kitambo, wageuka tena, waenda hivi. Si nimekusikia unasema unaenda sehemu za kibuli. Nimekutana na rafiki yangu mwingine wa zamani, waenda hapa. Mara umetoka hapa, umeingia kwa nyumba hii nako. Mwisho wasema hapa nilipeza kitambo, nalala hapa. Yaani hauna mwelekeo. Waweza kulala popote, waweza kwenda njia yoyote,
kwa sababu hauna uendako. Ni wale watu wanaambiwa waenda wapi? Na tia rounds. Ni sawa kama watia rounds, maanake umetoka kazini, lakini kutia rounds ya maisha umekufa kiroho. Tuko pamoja? Kama ni lazima tuelewe, mimi sasa nimeokoka, haya maono yangu na yalindaje? Niliwaelezea kufaulu katika maisha si maisha yako yafanane na ya mtu mwingine, hapana. Kufaulu katika maisha ni maono yako ulionayo ya faulu. Haleluya. Nimeona watu wengi wanakimbizana, anataka anue kitu kama fulani, anataka afanane kama fulani. What is your vision in life? Maisha yangu mimi nataka niweje? Nataka nikae vipi? Sasa hayo ndiyo ambayo unayatunza katika maombi. Hayo ndiyo ambayo unayaleta kwa Mungu katika maombi. Unahakikisha lazima ya faulu. Mimi nikiwa shule Form 3 na Form 4, vitabu vyangu vyote nilibadilisha nikaviita Usmark. Vyote. Hii jina Usmark mnaona hii ilianza Form 3. Tulipofika Form 2 tukaambiwa kila mmoja achague atafanya nini. Mimi nikaamua kuchagua accounting, kaingia business. Tulipoingia pale tukaanza kufundishwa kampuni ziko hivi, kila mmoja aandike kampuni yake. Mimi kampuni yangu nikaandika Usmark. Nilikuwa sijajua kama nitakuwa ganze kama mhubiri, by the way. Nilikuwa najua tu mimi nitakuwa na kampuni zangu. Na tukaweka hiyo maono Usmark. Tulipomaliza Form 4 nilipata inaitwa Division 2. Division 2 strong. Sasa tungeita B. Ile B+ kwa sababu ilikuwa Division 2 strong. Na zamani kupata hiyo Division 2 kwa vizuri, nikaitwa Form 6. Lakini mwalimu wetu wa accounts wa hiyo business alituambia, kama unataka kuwa businessman, don't go to the university. Nilishika advice ya mwalimu wetu. Usiende university. Enda college, uhakikisha after 6 years umemaliza CPA yote. Kwa hivyo tulipomaliza, na uzuri tulipomaliza tu Form 4, muda mchache tulitoka na certificate yetu ya accounts stage 1. Tuliifanya tukiwa secondary. Just imagine, vile mwalimu alikuwa mzuri. Kwa hivyo nilikuwa nina maono. Nina maono ya nini? Mimi nilikuwa nataka niwe na audit firm yangu. Ndio nilikuwa nataka niwe na audit firm yangu. Manake nilikuwa nimeajiriwa kwa auditor. Tunaangalia mahesabu ya mashule, ya makampuni. Sasa nikafurahia hiyo kazi ya kutafuta makosa ya wengine. Lakini baada ya muda si niko hapa. Lakini yale maono ya kwamba nataka niwe na vyangu hayakuondoka. Sasa hata nikiwa hapa ndio mnanikuta niko na utukutu kidogo. Mara nanunua ploti hii, mara nafikiria biashara za kuendaje, mara nafanya vile, kwa sababu maono yangu hayajakufa. Kwamba ninakuhubiria wewe, si kwamba sitakuwa na kampuni zangu, zipo. Haleluya. Na nishaziwekea msingi wa nguvu tayari. Kwa sababu kama ninavyoendelea kuhubiri huku na kumfanyia Bwana kazi, kuna mambo mengi na yaona ambayo nataka nione katika kuhubiri kwangu yanafanyika. Kama sasa tu katika ulimwengu mzima sasa. Niko imetaka tuingie hivyo, tufundishe watu. Yaani maono yako haijalishi uko mahali gani, maono yako yasife. Na unaona, unapokuwa na maono ndipo unaona opportunities. Kijana wangu amekuja jana, yule ambaye anafanya mambo ya safari kwa mwaya kuwekea minara ya nini Airtel. Alipofika akaniambia, "Daddy, angalia. Naona pale, na naona pale pana mnara, naona pale." Yaani mimi sikuona kama paweza kuwa na mnara. Yeye ameona kitambo. Unajua mtu anaweza kuja hapa kwa sababu ana maono. Akawaangalia, akauliza, "Nanunua wapi viatu?" Anasema viatu mpaka si vitoke wapi. Anasema hapa nikijenga kampuni yangu ya viatu, sitauzia viatu reja reja. Ona vile ameangalia tayari.
lakini wewe hauoni, manake hauna maono. Unaona, maono yanaposababisha wewe uone vitu watu hawaoni. Sasa vile vitu ambavyo unaviona na watu hawavioni, jua ukianza kuvifanya utatetwa kwanza. Ukianza kuvifanya wengine watakuiga na midawa. Sasa hii maono yako ambayo uko nayo utayasimamiaje mpaka ya faulu? Ni lazima uwe mtu wa maombi, kwa sababu kila maono ulionayo ukichunguza, kama haujaokoka, watu wanaenda mizimuni. Huku kwetu Afrika hiyo ndio shida, sijui kule kwengine kwa wazungu huku, lakini dunia ya Mwafrika, Afrika yote mweusi, akiona unaendelea atakuroga. Utawezaje kulinda maono yako? Unakuta sisi watu wa kwetu, unasema mimi maono yangu ni kuhakikisha watoto wangu wote wanasoma vizuri na kufaulu na kuwa na afya. Unang'ang'ana hata mpaka saa 4 usiku bado uko kazini, alafu mtu anaangalia anasema mtoto wangu hakwenda form 4, huyu amenapaka university, nitamuona. Unasikia hizo lugha? Nitamuona. Sasa wewe mtoto wako ameambiwa nitamuona, wewe unatembea tu, niombeeni huko, I'm so busy, niombeeni huko. Wewe anapigwa chavu sasa hivi. Tunatembea pamoja. Kuna maono ya kijamii, unasema mimi sikusoma, siwezi kufanya biashara kama mmoja alisema hivyo, lakini watoto wangu nitahakikisha. Sasa unawafinika. Nilielezea kuhusu mama yangu. Mama yangu alikuwa tayari kutia mwanamume ngumi atetee watoto wake. Mama alikuwa anaomba, kama maombi pia inaweza kusaidiwa na ngumi. Alipoona babake mkuu mdogo ambaye ni babu yangu mimi, alipofanya ule ujinga wa kusalimia mdogo wangu alafu mkono ukakwama. Najua alisalimia mtoto wangu na ndugu yangu anaitwa Harun. Alimpatia mkono tukiwa Pakistani, alafu alipotoa hivi mkono ukakwama. Mama, mkono hautoki. Mama anatoka chumbani, jamani amekaa hivi, mkono hautoki. Na alikuwa amemtafuta kitambo. Akamwambia, si nilikwambia nitakupata tu. Nilikwambia nitakupata tu. Akasema tu, katika jina la Yesu, achilia. Mkono ukaachilika. Mama alimshika babu hapa hivi. Nataka nikuonyeshe kulinda maono. Nasikia? Mama alikuwa anasema mimi nilikuwa natamani niwe nasi, lakini baba akasema wewe mwanamke hautasoma. Hivyo ndivyo ambavyo aliambiwa. Sasa wanakaa nasema mimi nikienda hospitalini kuna vile manasi wanajidai, na vile nilikuwa nataka niwe nasi na nilikuwa niko bright, nikasema watoto wangu lazima wasome wewe huko. Sasa maono yake alikuwa ameyaweka kwetu. Kwa hivyo alitufinika kama vile kuku finika vifaranga vyake. Kama maombi inafaa sawa, kama haifai lakini uko karibu pia ngumi inaweza kufaa. Tulikuwa second floor Pakistani. Babu alishikwa hivi. Kwanza alimshika bila kunishindi wewe. Alimwambia hivi. Akamshika. Nikamwambia mama akasema tulia. Alimfanya hivi nakwambia. Alishuka naye hivi. Mpaka alipofika chini akatengeza leso yake vizuri. Tuende na ukikimbia hunishindi, huna mbio na kuliko mimi. Akatongosha mpaka majengo Msaji huko. Na mali kutoka majengo Msaji huko. Akakaa hapo nyumbani, akaita babake mdogo mwingine, akaja akamkalisha, akamwambia huyu anataka ameroga, nikimuona katika roho na asikii na amekuja. Hanishindi huyu. Mwambia naye hakurudi tena mpaka alikufa hivi. Unaona, lazima kuhusu kulinda maono. Tuko pamoja. Yaani wewe umeokoka, haijalishi uko kijana, kama sasa una maono yako, sasa umeokoka, usiambiwe njoo kanisani uombe. Kuna adui amesema maono yako hayatafaulu. Kuna adui anasema bidii zako hazitafaulu. Wewe ni mzazi, haukusoma kama vile mamangu na babangu hawakusoma. Wakasema wana wetu sisi tunawasomesha ninyi, tunakuja usiku, lakini tunataka nyinyi muinuke ili tukae mahali pazuri tukiwa wazee. Hivyo ndivyo walikuwa wanasema. Alafu kuna mtu mwingine anasema hawatafaulu.
Nilielezea kuhusu nyanya yangu vile alikuwa anafanya. Baba alifanya kumfukuza na fito siku moja. Kwenda zako, anachapa mamake baba kwa sababu ya uchawi. Nataka niwaambie hivi wapendwa, usiwe Mkristo, na nyinyi mnaonisikiliza, usiwe Mkristo wa kusukumwa kuja kwa maombi. Hii dunia tunayoishi, kuna shetani na malaika zake, kuna shetani na wafanyikazi wake wachawi, kuna shetani na watu ambao wana wivu na wewe. Shetani anasema hautafaulu kuingia mbinguni, nitafanya bidii nikuwekee kila vikwazo ili ushindwe kuingia mbinguni. Watu ambao ni jirani zako, hata wengine ni ndugu zako, wengine ni baba zako wadogo, mashangazi yako, kina nani, workmates, watenda kazi, wafanyikazi wenzako, wanasema hautapata promotion, hautaenda. Ni maono yako yanatetwa. Sasa tumeona Wakristo wengi wanatuma prayer request, niombeeni huko, I'm so busy. Ukifika anaangalia mpira, manake ni finali. Anasema I'm so busy. Ukifika hata amekaa mtaani ni gumzo na watu wengine, lakini maono yako nani anayalinda? Na kama uko na watoto wako, ni nani anawatunza? Kwa hivyo kitu cha pili ambacho ni lazima kikaweze kusababisha uje hapa uombe, huwa nawaambia usitake watu. Mimi tayari wasiombi kukiwa na watu, mnanijua hapa mimi. Hata nikija hapa kama tumejaa tele hivi, nikuta nikiomba, nita worship, ni worship, niombe, nibariki, labda nifanye joint prayers zile watu tunafanya, kwa sababu maandiko yanasema 2 3 wakipata tunafanya joint prayers. Lakini kama ni warfare, najakesha peke yangu hapo, nakabiliana na mizimu ile ambayo nasikia nikabiliane nayo. Ninaangalia kitu ambacho nasikia hiki nini nikishughulikie, na ninakuja hapa nitakesha nikipiga, nipige mpaka nisikie nina amani. By the way, unapoomba na uombe na upige vita na ukitoka nasikia bado kuna mzigo, Roho anakuambia haujamalizana. Kuonyesha hapa Wafilipi 4, ni kuonyeshe tunapoingia katika warfare ni wakati gani tunashukuru, tunasema asante Bwana, imetimia. Kifungu cha Wafilipi 4:6 na 7, musijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Hiki kifungu kisomo, nafikiri ukija hapa unaomba tayari na amani inakuja. Ukichunguza si kweli. Inasema unapokuja kuomba, unaomba mpaka amani ya Kristo iingie. Unapoingia kwa mlango una mzigo, hata pengine machozi yanakutoka kwa sababu unakuta vimezidi. Unakaa katika maombi, ni uombe. Kama ni nguvu za giza, unazikabili katika mamlaka ya Roho. Haleluya. Na kama ni ushauri wa Mungu nataka, kuna wakati mwingine umekosa hekima, kwa sababu tukija hapa kuna mambo mawili tunafanya. Tunaenda kwa Mungu, tunaomba hekima. Hekima ni kwa ajili ya vitu sugu. Unapokuwa umekuja hapa ukapiga, ukaomba na hakuna kitu kinabadilika, acha kupiga. Mwambie Bwana, ni nini sijajua kuhusu hili jambo. Hiyo ni hekima. Haleluya. Kwa hivyo hatuondoki. Tunakuja hapa kwa sababu maono yetu yako hatarini, na maono yangu yakiharibika nitaishije pale kesho? Hii kiwe kinakuhimiza. Mimi naangalia kesho. Nikiangalia kesho nasema kesho yangu sitakiwe kesho ya kuombaomba. Ninasema hiyo kila wakati. Mimi nilisema sitaki kuwa mzee ambaye nikiwa mzee nazo pesa zimekuwa nzee, zimefilisika, haziji. Hapana. Nataka uzee wangu ni mzee mwaga.
Waonaje bwana Tunji? Tuwe wazee mwaga mwaga, kwa sababu viko na sina uvulana, sina mtoto nasomesha, ni zangu. Kwa hivyo ukifika lakini si niishi alafu kama vile sasa bwana una retire alafu unaonekana unatafuta kazi chamba hiko, wafanya kazi na vitukuu vyako. So na hiyo inasema hapo umeumia. Mpaka hata kutembea huwezi, lakini bado lazima ufanye kazi, maanake ulichelewa na wakati. Hapana. Sasa nasema hivi, himizo la pili la wewe kuja kwa maombi kila wakati ni kulinda maono yako, ni kulea maono yako. Maono yako ndiyo kuishi kwako, that is your life on earth. Kama hauna maono, we haujaanza kuishi. Kama hauna maono, haujaanza kuishi. Wewe bado unabebwa migongoni mwa watu. Unaona yule mtoto amebebwa pale, yule hana maono, anabebwa. Na kuna watu ambao wananyoa videvu kama mimi, lakini bado wanabebwa, hawana maono yoyote. Yaani ukimweka mahali hawezi kuishi bila wewe. Mji tuna watu namna hao. Fanya kusikia simu, babako mdogo amekuja, ameweka unga huko, na yeye ameoa na watoto, lakini tegemea wewe upeleke unga. Swala humu manake hawakupata Bishop Mangi akiwafundisha, lakini wanafundisha. Mungu hakuumba mtu ategemee mtu. Mungu anasema amelaaniwa yule ambaye ametegemea mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Bwana. Haukuumbwa utegemee mtu. Uliumbwa kama mti vile unavyosimama peke yake, japo kuna mtulamanzie. Wewe sio mtulamanzie, parasite. Wewe sio mti, parasite. Unajua shida ni moja. Unapokosa kuwa na maono yako, utaishi mtumwa wa mwingine mpaka kufa kwako. You'll never enjoy your life. Ukipata ni mtu amekusogelea. Ukilala vizuri ni mtu amekusogea, amekusaidia. Ukicheka ni mtu amekusaidia. Wewe ni mtumwa wa mwingine. Na hiyo msikie huko. Ni matusi ya kujitukana ikiwa unaishi kwa sababu mwingine ametoa jasho ndio wewe ule. Au ni matusi ya kujitukana. You are a slave. You are a slave. Sasa Mungu anatupatia maono. Anatupatia maono. Maono yatunze, wapendwa. Kama maono yako ni watoto wako, kuwa na wivu nao kama vile mamangu alikuwa na wivu nao. Hawa ni wangu. Na niliwaambia hakuna mtoto ulizaa na shetani, labda uniambie. Kila mtoto ni wako. Shetani hakuumba, shetani hakuzaa. Kwa hivyo shetani hana ruhusa ya kuchezea mtoto wako. Na hata kama mtoto wako alighafilika akaenda kule, usimuachilie. Wewe ni kuhani. Hiyo ni maono yako. Haleluya. Na hata biashara yako kama inateremka chini, unamwambia Bwana, nipe hekima. Hebu angalia hii maneno. Nataka uone hii. Nimeangalia nisiende mbio, lakini naona hiyo pointi ya pili ni kama inanisukuma mbali. Kuna maandiko hapa inazungumzia kuhusu Mungu anatupatia hekima ya kuweza kufanya vitu vingi. Twende katika Exodus is what? Exodus ni Kutoka. Kutoka 31. Tuangalie vile Mungu anaweza kusaidia watu ambao hawana maono, hawana maarifa, akawapatia maarifa. Kutoka 31 kuanzia kifungu cha kwanza. Bwana akanena na Musa akamwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito
kwa kutiwa mahali na kuchora miti na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oholiabu, ni jina la mwingine huyo, mwana wa Asamaki wa kabila la Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyokuagiza. Mahali fulani anasema Mungu ndiye atupatie uwezo wa kupata utajiri. Deuteronomy 8:18. Inaitwa Kumbukumbu la Torati 8:18. Bwana hutupatia nguvu za kupata utajiri. Sasa kama hauna maono, mwambie Bwana akupe leo. Haleluya. Usiishi maisha ya ndugu yako, usiishi maisha ya mwingine, ishi katika maono yako. Kuna furaha kuishi katika maono yako. Mimi naishi katika maono yangu, na ndiposa nanikuta niko original, sisukumi na pia pressure. Unajua, unapokosa maono, niliwafundisha kuhusu nguvu za maono, si ndio? Ukiwa na maono hausukumwi na watu. Watu hawakusukumi fanya hivi na wewe unaondoka unafanya vitu ambavyo haukupanga kufanya, haujui utavifanyaje na unaishiwa. Hapana, maono yanalinda miguu yako, hayabebwi na mwingine. Sasa njoo hapa kanisani, omba, mwambie Bwana, maono yangu yamekwama, naona maono yangu nataka yaongezeke, yapanuke. Ndivyo nimekuwa nikiomba, namwambia Bwana, tumeenda hapa, sasa hapa tunaendaje? Wakati nilipokuwa namuomba Bwana kuhusu hali ya uchumi, ndiye aliyeniambia nianze computer services. Na wakati huo constituency yote, Ganze yote constituency, hakuna mtu alikuwa na mambo ya computer. Mimi ndiye nilianza. Si kwamba najivunia, ni hivyo. Maaskari wale walikuwa wanakuja saa 5 usiku, wanampatia records za pale police station. Jina langu nikaambiwa limewekwa huko, Yusmak iko kwa DOD Nairobi. Maanake wakitaka communicate Nairobi wanakuja kwangu, maanake pale kwa hana chochote. Kwa hivyo nilikuwa niko pale kwa sababu Bwana ameniambia anzisha computer services. Nilikuwa tunaingiza pesa, si mnajua hiyo? Maanake mlangoni, watu dirishani, nifanyie. Sasa ni hekima nilipewa na Bwana. Sasa kila mahali simu ni kompyuta. Mambo ya kompyuta yameisha. Tumevumbua vitu vingine. Kwa sababu ni lazima maono yako yakue kulingana na wakati. Ukiona kile ulikuwa ukifanya ulikuwa ukanufaika na sasa hunufaiki, useme umelogwa. Mwambie Bwana, inaonekana wakati wake umeisha, nifungue macho. Sasa ni kuomba. Sasa kila wakati unapokuwa mtu wa kuombea maono yako, unaenda kulingana na wakati. Sasa unazalisha. Hakuna wakati una stagnate in your vision. Unapanuka kimaono, unapanuka kimawazo. Ombi langu kwako wewe unanisikiliza hapa na wala tukisikiliza kule, Mungu hakukuweka mtu zuzu. Mungu alisema tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na Mungu si zuzu. Kwa hivyo kama hauna maono, njoo omba Bwana, nipe maono, nitafanyaje? Na kama kuna jambo ulikuwa ukafaulu na sasa limekwama, si shida, ni muda wake umeisha. Mungu ana maono na hekima tele kwa wewe, lakini je, unamshirikisha maono yako? Hiyo ndio swali. Unamshirikisha maono yako? Haleluya. Nafikiri hiyo point imekaa sawa. Naangalia saa zangu, nataka kasorobo tuwe tumetoka, bado dakika 5. Jambo la 3 ambalo likufanya wewe uwe mtu wa kuomba ni upendo. Love. Hii dunia itaisha. Upendo kusababishe uombee ndugu zako, uombee rafiki zako. Upendo ukusukume. Wagalatia 4:19. Upendo ukusukume kufurahia hao watu, kuombea hao watu. Paulo anasema, vitoto vyangu vidogo ambao nawaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu.
Love. Kuwa mtu wa kupenda. Ukiona watu wanateseka ni shetani. Ukiona watu wanahangaika ni ibilisi. Bwana, nitafanyaje hao watu wasaidike? Nipe hekima Bwana. Hata kama ni kwenda kivita kwa ajili yao, unachukua hiyo jamii unaiombea, unasema hizo roho zisifanye kazi tena, maanake wale ni watu wako. Upendo. Unachukua mpaka saumu kwa ajili ya wengine wanaoteseka. Na ndiposa tunakuja hapa, tunafunga na kuomba kwa ajili ya mji, kwa ajili ya watu. Ni upendo. Kama hauna upendo, hawezi kuwa na mzigo wa mtu anayeteseka. Na mtu wa kuokoka lazima apende. Haleluya. Jifundishe kupenda. Usiwe na roho ya Kaini. Aliulizwa ndugu yako yuko wapi? Akaniambia, kwani mimi ni mwangalizi wa ndugu yangu? Kwenda zako. Hapana. Ninakaa na wewe mpaka niko tayari nifunge na kuomba kwa ajili ya wewe ufunguke. Ni nini Bwana kinaendelea? Usiwe mtu don't care. Pana, usiwe mtu don't care. Kuwa na mzigo kwa wanaopotea. Kuwa na mzigo wanaoteswa na magonjwa kila aina, akitoka hospitali anakwenda hospitali, na tuna Mungu ambaye anaweza kukuonyesha ukamfungua. Ona, kuna mtoto alikuwa ni bright, alafu sasa amedidimia kabisa na ni wajirani yako. Unajua ni bright. Unaangalia, Bwana, huyu namsaidiaje? Unaangalia nitamuombeaje? Yaani tuwe na mzigo kwa wengine. Namwona Paulo anasema, vitoto vyangu nawaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Yaani love. Kuomba kwa roho ni kuomba kwa moyo. Usiambiwe ombeni katika roho. Si kusema hapana. Kuomba kwa roho, praying in the spirit, ni kuomba na mzigo kwa mzigo. Hebu namalizia hivi. Penda kwa matendo. Si kila siku kijapo najiombea wewe. Angalia ile jirani yako. Pia ni sadaka unatoa. Ni sadaka unatoa. Ni sadaka ya fedha, ni sadaka ya maombi. Kwa ajili hiyo tunakuja tunaomba. Himizwa kwa sababu ya wengine wanaosumbuka. Kwa sababu ya ndugu zako. Kwa sababu ya jirani zako. Himizwa. Hata mara nyingine njoo uombee kampuni yako unayofanyia kazi. Wakati mwingine ile miungu iko pale imeleta shida. Na kama Yakobo alipokwenda kwa Labani, Labani akafunguliwa, akabarikiwa. Yusufu alipokwenda kwa Potifa, nyumba yake ikabarikiwa hata kama ilikuwa na mizimu. Sasa wewe pale uliposababisha hapo mahali mtu aseme kwa sababu ya wewe, tangu ulipokuja biashara yetu imeendelea, na kupandisha cheo. Haleluya. Jifundishe kuombea kampuni. Jifundishe kuombea wakubwa zako, kwa sababu unapowaombea roho, spirit connects. Mtu unayemwombea mazuri kila wakati, fika wakati kafunguka akakupenda. Mpaka anasema kwa sababu ya wewe nimebadilika. Atakuona katika roho. Haleluya. Nimesema hivyo vitatu. Ningeendelea sana lakini saa zetu za Jumatano ni fupi. Ninakusihi usisukumwe kuja kuomba. Hii vitu vitatu ni kwa faida yako mwenyewe. Chukua wakati wa saumu mwenyewe panapohitajika. Njoo kesha. Chagua siku yako ya kukesha. Hata ukijele siku mimi na kesha hapa hakuna shida, maanake mimi nitajifungia kule ofisini kwangu na nakesha kule. Maanake kila wiki na siku yangu ya kuja kesha hapa kwa maombi. Na tafuta siku yako. Kwa sababu maono yako ni wewe uyafanikishe. Maisha yako ya kiroho ni wewe uyafanikishe kupitia kumshirikisha Mungu maisha yako. Kwa hivyo habari ya kulaumu mashetani tuache. Habari ya kulaumu wachawi wamenizuilia, wacha. Hakuna nguvu ya giza itazuia baraka zako. Lakini wewe ukosekana katika chumba cha maombi, utazuia baraka zako. Kwa hivyo nakuhimiza leo, be a personal prayer. Kuwa mtu wa maombi, tena maombi ya mzigo. Haleluya. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, kwa maneno haya ambayo tumezungumza, ikahimizike maishani mwetu. Ikahimizike maishani mwetu.
tukadumu na tukaishi tukiwa watu wa maombi, bila kusukumwa, tukiwa wakati wa kufunga na kuomba, bila kusukumwa katika nyumba za ibada, tukakeshe katika maombi, kwa sababu kupitia maombi tutakushirikisha wewe, utupatie hekima. Tunashirikisha Roho Mtakatifu atupatie nguvu na hekima za kupenya hata pasipopitika, tukapite, tukachukua baraka zetu na ushindi wetu. Asante kwa kila ambaye anasikia maneno haya. Tuhimize, tukumbushe usiku na mchana. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tunakuomba. Amen, amen. Bwana Mungu